Mlima isikie unasema ondoka. Ikiwa utaongea na maneno yako uambie mlima ondoka, alafu uamini maneno unayoyasema. Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast in the sea, it shall be done. Kama utaambia mlima, Biblia inasema kama utayaamini. Do you know, mpaka saa hii tunaongea uchawi sio vitu nyeusi na zingine za white ambazo zinamwagwa kwa mchanga. Uchawi ni maneno yanayozungumzwa. Mtu anasema natangaza mtoto wake atakufa kesho. Uchawi ni hiyo maneno. Ukipata mchanga ya white imemwagwa kwa mlango, usisumbuliwe na mchanga, sumbuliwa na kile kilichozungumzwa wakati hiyo ilimwagwa, sababu jivu imetoka kwa mti. Do you know, kila mtu, sikiliza hii, ambia mwenzako polepole, mwambie kwa masikio, mwambie kila mtu ni mchawi. Ambia mwenzako. Umemwambia? Amesema aje? Amesema aje? Sababu uchawi ni maneno yanayozungumzwa. Ile unaweza zungumzia mtu umwambie utaona kesho ikifika utakuwa umeona. Hiyo maneno ni ya uchawi. Hiyo maneno ni ya uchawi. Because hiyo umesema ndio tunaita uchawi. It's actually the words that ambazo zimezungumzwa. Ilikuwa na maji na kamuti ingine tulikuwa tunaita mutaa. Sijui hiyo kamuti inaitwa nini na Kiswahili. Kamuti kananuka vibaya vibaya. Anakuja na hiyo kamuti na tumaji, alafu kondoo inakufa. Hiyo si mbuzi. Ilikuwa inauawa kondoo na hiyo damu na tumaji na mafi ya kondoo ile ya ndani inatolewa. Anaanza kufanya hivi. Anafanya hivi sababu anataka kumaliza hiyo kitu. Lakini sikia, aliyefanya hivyo si mchawi, sio nyungu inamaliza hiyo kitu. Nyungu ilikuwa tu witi. Soma pamoja nami, nasema nini? For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast in the sea, and shall not doubt in his heart, but he shall believe in what? Sikiliza, huyu mtu hataamini maneno yaliyoandikwa kwa Biblia. Haamini maneno ambayo Mungu amesema. Biblia inasema kama ataamini nini? Maneno aliyoyasema. Sio maneno iliyoandikwa kwa Biblia. Aliyoyasema. Mlima itahama, hiyo mlima itaondoka. Unajua, wakati nimejua hii, ndio nimejua umaskini wetu ni sababu ya tusemi na hatuamini kile tumesema. Tuko na watu wanaomba na hawaamini hiyo wameomba. It is important today to understand the power of your words. Hallelujah. The altar depends so much on your words. Maneno unayoyasema. Do you know, mpaka saa hii tunapoongea kuhusu misingi, watu wengi ambao wanateswa na mapepo na mamlaka na foundation na tabia za misingi ni sababu kuna maneno iliyosemwa, iliyozungumzwa. Babu kabla hajakufa alisema na huku kusiwe na mtu anakunywa pombe, na akakufa. Hayo maneno aliyoyaacha yanatesa watu.
Sababu ukikunywa kwa hiyo familia, babu alisema kusikunywe na wewe unakunywa, the next minute utakuwa kwa shida. Ukifanya kinyume na hayo maneno yalisemwa, unasikianga mzazi anaweza akakulaani. Unajua ni kuongea tu, laana inakushika. Baraka na laana actually ni maneno. Praise the living God. May God help you to deal with the words in the name of Jesus. Katika madhabahu ibada ikamiliki, na ndio maana ninawasihi, njooni tuombe. Come we speak. Ukiamuka asubuhi, ukishika hiyo kigari, anza kuongea. Kiko na masikio, everything inasikia, kazi inasikia. Unaweza iongelesha na ikusikilize. Na hiyo kuongea katika Ukristo tunaitanga maombi. And prayer changes things. We pray until things begins to change. We talk until mambo inaanza kubadilika. Tunazungumza tukiwa serious. Nani alikuambia vitu za kiroho unaweza zishinda bila maombi? Nani alikuambia there is any status ambayo inaweza ikasababisha ushinde vitu za kiroho bila maombi? In actual sense, we become spiritual when we begin to pray. And you cannot become spiritual, you are carnal. Wewe ni mtu wa mwilini. Na ukitaka kujua mtu wa mwilini, angalia anakasirika mara ngapi kwa siku. Huyu ni mtu, huyu hata roho hajawahi karibia karibu na yeye. Na kama alikuja alikuwa anapitia, aliachwa. Wale ambao wameguzwa wataenda mwezi, watakuja baada ya mwezi. Baada ya mwezi mmoja ndio utaona wamerudi tena. The prayer is important. And you cannot grow unless you learn to pray. Lazima, actually the basic number one ya mtu akiingia kwa mlango pale akuje, akiwa jensi, akiwa mama, akiwa mzee, the basic thing number one inakuanga kuongea na kile hauoni. Talk to God even though you don't see him. Now I want to make you understand. Saa zingine hata unasikianga hakuna uwepo, hakuna nini, lakini hiyo wakati unasikia hakuna uwepo, wewe ongea. Saa zingine unakaukiwa, unakuja unajaribu kuomba, unasikia maombi inaisha. Wewe achana na mashida mingi, wacha kutafuta breakthrough, ongea. Keep on speaking. Hallelujah. Just talk. Na ongea. Mungu akusaidie. You learn, you commit yourself to the word, to speaking. Na usijali, usiwe na shida na kuongea na vitu. Hata ukifika ongea tu na kazi. Tumeumbwa tukue hivi. Tuongee na vitu. Tuziambie wacha. Watu wa Mungu, kuna mashida ingine ambayo inahitaji uitolee sadaka. Na hiyo sadaka ukiweka kwa madhabahu, uongee. Sio kutoa tu. Mungu amekuambia enda ulete ile, ama umesikia ndani yako nataka kuleta kikombe kanisani. The most important thing, it is the words. Naleta hii sadaka na iweka mbele yako. Lakini ninaomba Mungu, mtoto wangu, mume wangu, mke wangu, nataka Mungu ufanye 1, 2, 3. Hiyo maombi is very, very effective. It's very, very effective. You don't even just give a sacrifice for the sake of giving. We give and we speak. Ingawa kuna sadaka ambayo sio ya kuongeleshwa. The offering is not, hiyo sio ya kuongelesha. Fungu ya 10, hiyo ni sheria. But there is an offering that we give for a specific purpose. Maandiko inasema Ayubu alikuwa anatoa ibada kwa ajili ya wanae. There is an offering that you take, na unaipeleka hapa na unaongea. Unasema Mungu, angalia, mbele na nyuma sina kitu ingine, na hii nakuletea kwa ajili ya ugonjwa ulio kwangu uishe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaiwekelea kwa madhabahu na unaongea hapo, unasema Baba, ugonjwa kwangu natamani ishe, na nimetoa hii sadaka hapa ikiwa my witness. Na unaondoka kwa madhabahu na unaenda nyumbani, na unaenda kugojea vitu, because the altar, Bwana Yesu apewe sifa, is a witness. Umeweka nadhiri, umeweka agano na Mungu, na
kuna sadaka imebaki kwa madhabahu, imeleta uwepo umefika, na wakati uwepo umefika umesema sitaki magonjwa kwa. Kuna mashida ya pesa ambao watu wengi hapa sahii wako nayo, vifungo. Unapata pesa na inaisha kabla hujafanya kitu. The solution is here. Take a portion of your offering, take it to the altar. Piga magoti hapo na useme, kuanzia saa hii sikia nyinyi pesa na waacha kwa madhabahu, na hamutakuwa nikiwapata munaniacha. Kuanzia saa hii na waweka hapa, mukae na muongee kwa ajili yangu, na unaziweka hapo na unaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu uniambie kama hakutakuwa na mabadiliko. Utaona changes ambao hujawahi ona. The problem ambao tuko nayo hapa, tumekuwa watu wa neema. Ni kwa neema tu, yaani kila kitu ni neema. Siombi lakini neema iko inaniombea. Sikuji kanisa lakini si neema iko. Na by the way, nikiwa na shida si bishop wako, my friend, ni sawa, niko na hata sitakosa kukuombea. Nitakuombea sababu nakupenda. Bali sikia, kile kinafanyanga kazi sio bishop. Hata mimi ninajua ile kitu inafanyanga kazi si mimi. Haleluya. I know si mimi. Mimi najua hata sinanga nguvu yangu. Mimi natumianga maneno ambayo nawaambia. Hiyo nguvu inafanya kazi, najua ni Mungu aliye ndani yangu, na huyo Mungu ndiye nawapea. Haleluya. Hata wewe uongee vitu zifanyike. Unaweza ongea sababu ya mtoto wako, na uongee useme huyu mtoto ingawa anakaa mjinga haelewi kitu shuleni, najua atapita. Na hiyo maneno inafanya kazi. Haleluya. Injili ni gharama na tunagharamika. Na wakati ambapo utaonyesha interest, uko interested kufanya hiyo kitu, believe me, Mungu atatumana. God will make sure. Hata wewe saa hii ukiamua, ukisema nitakuwa na hiyo, imagine ile chakula ambao unakula Wednesday, utaachana na nyama ukule sukuma, hizo za nyama zitakuwa tikiti. And you will see how God will provide. Hallelujah.